Nilizama ndani ya utelezi, chumvi ikamwagika. Kijiji cha Mbagala mwisho wa lami kilikuwa na sifa moja kubwa. Watu wake walipenda sana stori kuliko kazi. Ukikaa dakika 5 tu, unajua kila siri ya kijiji. Na katikati ya kijiji hicho, aliishi kijana mmoja aitwaye Chale Kijiko. Kwa nini waliita Kijiko? Kwa sababu kila kitu kwake kilikuwa kidogo kidogo tu. Pesa kidogo, akili kidogo, na bahati ndio kabisa haikuwepo. Siku moja asubuhi, mama yake alimuita kwa sauti kali, "Kijiko, njoo hapa haraka." Kijiko akatoka nje akiwa bado anajikuna kichwa. "Naitika mama, lakini kama ni kazi ngumu nimeshaumwa kichwa tayari." Mama yake akamkazia macho. "Leo lazima uende sokoni ukanunue chumvi. Usichelewe wala kufanya masihara." Kijiko akasema kwa kujiamini, "Hiyo ni kazi ndogo sana mama, chumvi si maji." Mama akamjibu, "Ndiyo, lakini wewe unaweza hata kumwaga upepo." Akaondoka na 2,000 mfukoni, akiwa na mipango mingi kichwani. Lakini njiani ndipo matatizo yalianza. Alipofika kona ya pili, alikutana na rafiki yake Bashite fundi uongo. Bashite akasema, "We Kijiko, unaenda wapi na mwendo wa harusi?" Kijiko kajibu, "Nimeenda kununua chumvi, kazi rahisi sana." Bashite akacheka, "Rahisi? Hujui leo kuna mashindano ya kula bure pale sokoni?" Kijiko akasimama ghafla, "Bure? Unasema chakula bila pesa?" Bashite, "Ndiyo, lakini lazima uwe mwepesi, watu wanakimbia huko." Hapo ndipo akili ya Kijiko ilipoingia matatizoni. Akasema, chumvi inaweza kusubiri, chakula hakiwezi. Na hapo akaanza kukimbia kama mtu anayefukuzwa na mbwa. Alipofika sokoni, alikuta hakuna mashindano yoyote. Badala yake, alikuta watu wanauza vitu kawaida tu. Akamtafuta Bashite kwa macho, hayupo. Aise, nimepigwa tena. Lakini bado alikuwa na matumaini ya chakula. Akanusa harufu ya pilau, akafuata. Alipofika, akaanza kuzunguka kama mtu aliyopotea. Mama mmoja akamwona, "Wewe kijana, unazunguka nini hapa?" Kijiko akajibu, "Natafuta huduma ya kuonja bure." Mama akamfukuza, "Ondoka hapa kabla sijakutia pilau kichwani." Akatoka kwa aibu. Leo bahati yangu imeenda likizo. Baada ya hapo, akaamua kurudi kwenye mission ya chumvi. Akanunua paketi kubwa ya chumvi, akaishika vizuri kama dhahabu. Lakini njiani kurudi, mvua ilianza kunyesha. Barabara ikawa na matope na utelezi mkubwa. Kijiko akasema, "Hapa lazima niwe makini. Hii chumvi ni maisha yangu sasa." Lakini kabla hajamaliza kusema, slip. Akaanguka vibaya sana. Chumvi ikapaa juu na kisha ikamwagika yote. Kijiko akakaa chini akiangalia chumvi yake ikiyeyuka kwenye matope. "Hii sio chumvi, hii ni maisha yangu yanaisha." Watu wakaanza kukusanyika. "Nini kimetokea?" Mtu mmoja akasema, "Huyu kijana ameanguka na chumvi yake imejiua." Kijiko akajaribu kuokota chumvi, lakini sasa ilikuwa imechanganyika na matope. "Hata nikipeleka hii nyumbani, mama atanipika badala ya chakula." Alisimama kwa huzuni. Nguo zimejaa matope, uso umejaa aibu. Alipofika nyumbani, mamake akamuuliza, "Umeniletea chumvi?" Kijiko akanyamaza. Kisha akasema polepole, "Mama, chumvi nilinunua, lakini ilizama ndani ya utelezi." "Mama, halafu?" Kijiko, "Ikaamua kujimwagika yenyewe." Mama akamwangalia kwa muda, kisha akacheka kwa nguvu sana. "Nilijua tu utafanya kitu cha ajabu." Tangu siku hiyo, kijiji kizima kilianza kumuita Kijiko wa chumvi. Na kila mtu alikuwa anasimulia hadithi yake kila kona. Kijiko akasema siku moja, "Kuanzia leo, sitaamini chakula cha bure na sitatembea kwenye utelezi bila akili." Mwisho wa hadithi.